kusema. La kwanza ni la pongezi. Naomba niwapongeze sana. Na mimi sitachoka kuwapongeza. Kama ninamkera mtu samahani, lakini sitachoka kuwapongeza kwa sababu tuna utamaduni wa kusifia watu wakiwa kwenye majeneza. Na wakati tunapowasifia wakiwa kwenye majeneza hata wala asikii. Lakini tunakazana kusema huyu bwana alikuwa mtu mzuri sana, pengo lake alizibiki. Sasa lakini wanapokuwa hapo wazima wanafanya mambo mazuri hatusemi. Mimi sitafanya hivyo na naomba ni wapongeze sana kwa kweli kwa kazi nzuri mnayofanya. Halmashauri yetu ya wilaya ya Mbinga mnatufanya tutembee vifua mbele kwa sababu viashiria ambavyo vinatumika katika kupima utendaji kwenye halmashauri viko na baadhi hata tumepitishwa kwenye bajeti. Mwaka jana kwenye mwaka wa fedha 2025/26 mlikuwa na makisio ya makusanyo yaliyopitishwa na bunge ya bilioni 10.6. Nyie mlikusanya mkapita by almost 2 billion. Na safari hii ile threshold ya makusanyo ile estimates tumeenda bilioni 12. Kwa hiyo ukiangalia grafu ya makusanyo ya halmashauri yetu ya wilaya ya Mbinga kwamba iko stiff inapanda, na safari hii bilioni 12. Ilikuwa nafuatilia makusanyo ambayo mmeshafika mpaka jana. Nadhani mtakuwa mmefikisha zile bilioni 10. Mnaanza kukusanya nje ya budget expense zilizopitishiwa na bunge. Kwa maana kwamba sasa hii itakuwa ni ziada ya makusanyo. Na hiyo bila kuwa na usimamizi mzuri na ufuatiliaji haya yote hayawezi kufanyika. Kwa hiyo ndio maana ninaposema kwamba nawapongezeni, si tu kwamba nasema as an empty statement, lakini viko viashiria ambavyo vinatumika kupima utendaji ndani ya halmashauri ambayo kwa kweli kwa asilimia za halmashauri yetu mnafanya vizuri. Lakini lingine ambalo kwa kweli lazima ni flag ni kuhusu jinsi ambavyo mnajipanga kimkakati kuhusu vyanzo vya mapato. Kwamba iko miradi ambayo mnaendelea kuwekeza kwenye real estate kwa ajili ya kuongeza uwezo wa halmashauri kujihudumia yenyewe kwa kutumia fedha za own source. Na iko miradi sitaki kupoteza muda kuirudia. Imezungumzwa hapo wakati afisa mipango alipokuwa anapitisha kwenye muhtasari wa bajeti ambayo inapendekezwa kutekelezwa katika mwaka ujao wa fedha. Lakini lingine ambalo nilipenda niseme kwa sababu ni jambo la kipekee kidogo. Mara nyingi ukiangalia kwenye halmashauri zetu nyingi kumekuwepo na changamoto ya hao wafanyabiashara wetu kwa sababu katika jamii yoyote ndugu zangu kuna watu wa aina tofauti na vipato tofauti na shughuli tofauti. Sasa kati ya kundi ambalo limekuwa ni victim wa shughuli za au miradi wakati mwingine kwenye halmashauri zetu ni hawa watu wanaofanya shughuli zao ndogo. Kuna kitu kimefanyika katika halmashauri yetu ya kipekee kabisa kwamba mnalo eneo lenu katika eneo la Mbinga mji ambako mnataka kuwekeza miradi yenu ya kimkakati. Lakini kwa sababu ingetosha tu kusema kwamba sisi ile eneo letu watu wanaolitumia hawakupata vibali hao kuomba kulitumia. Lakini wako vijana wetu pale ambao wanafanya shughuli zao ndogo kujipatia riziki. Mmefanya maamuzi ya kibinadamu na hilo ndio tunaita tabasamu la Mama Samia Suluhu Hassan. Mmefanya maamuzi ya kibinadamu kwamba kwanza mnajenga vibanda 54 kwa relocate vile vijana kwamba sasa watatumia vibanda vya kisasa, sio ile tu ya kuswaga watu kwamba sisi tunataka kutumia hapa ondokeni. Hapana, wewe nilisema kwa sababu kwa kweli ni jambo la kipekee na mnawekeza. Nimeona pale kuna milioni 200 na ngapi? 220 kama sikosei. 220-250 ambazo zimetengwa kwa ajili ya ule mradi wa ujenzi wa vibanda kabla hatujawaondoa wale vijana. Ni jambo la kipekee kabisa, na hilo pia nataka niseme ni wapongezi. Na ndio maana Mheshimiwa Mwenyekiti, nimefurahi sana pia ulivyompongeza huyu engineer Oscar. Ndio ile nasema kwamba tusipongeze watu wakati wako kwenye majeneza. Oscar anafanya kazi nzuri kwa sababu pamoja na kweli kwamba inawezekana kwa sababu ya maumbile ya jiografia ya wilaya yetu jinsi ilivyo au halmashauri yetu milima na mabonde, pengine budget anayopata haitoshelezi
kukamilisha miradi yote, na hakuna sehemu ambapo miradi ilikamilika kwa siku moja. Ni incremental mwaka kwa mwaka. Lakini ni mtu ambaye kwa mfano wakati mwingine hata mimi nikipigiwa simu na wananchi kwamba mvua imeharibu daraja mahali fulani, ukimpigia Oscar simu kwamba nenda ukakague na uzungumze na wananchi pale, uwaeleze kwamba mipango gani ambayo tunayo ya kufanya, anakuambia nimeshaenda jana. Mtu mwingine ungempigia simu ukimuuliza, anakuambia ni wapi hapo, lakini yeye anakuambia nilishaenda jana. Sijui kama mnanielewa ninachosema. Kwa hiyo anachosema mwenyekiti sio tu kwamba anafurahisha kikao, lakini is a person ambaye anatenda kazi professionally, lakini pia kwa kweli kwa kujituma, kwa kutambua kwamba dhamana aliyopewa. Kwa hiyo nimesema hapo kwa kirefu kwa sababu kidogo, kwa sababu ni vizuri kama navyosema haya mambo yakafahamika kwamba halmashauri yetu tunafanya kazi nzuri. Na mwenyekiti nikupongeze kwa kweli, pamoja na waheshimiwa wadiwani jinsi unavyosimamia halmashauri, lakini mkurugenzi, tumekuwa na mkurugenzi ambaye ni mbunifu, pamoja na timu yake ya wataalamu wanashauri baraza vizuri kuhusu vision ya kuendelea kuboresha namna ya kusogeza huduma kwa wananchi wetu wa halmashauri ya wilaya ya Mbinga. Kwa hiyo niwapongeze sana kwa ujumla. Lakini la pili ambalo nilikuwa naomba niseme ni kuhusu, kama tunavyofahamu katika historia ya nchi yetu tunapata uhuru mwaka 1961 mpaka leo tumekuwa na attempts tofauti kuhusu sekta ya afya. Tumekuwa na mambo CIF, CHIF, mara ikaja iliyoboreshwa, lakini tuna kadi za wazee zile ambazo pia hata zinakuwa na limitation kwa maana ya huduma wanazopata wanapokwenda kwenye hospitali. Anakuwa na kadi, lakini anapokwenda kwenye hospitali naweza akaambiwa huduma hiyo unaweza kupata, huduma hiyo unaweza kupata. Lakini sasa serikali ya awamu ya 6 chini ya Dr. Samia Suluhu Hassan imekuja na mpango kabambe wa bima ya afya kwa wote, na uzinduzi wake umeshafanyika, na na hakika kwamba hata kwenye timu zetu za wataalamu kutoka kwenye halmashauri tayari zimeshaanza kupita kwenye maeneo yetu kwa ajili ya kufanya registration ya watu kujiunga na bima ya afya kwa wote, ambayo itawezesha kulipa tu Rand150,000 ambayo itawezesha kaya yenye watu 6 kupata matibabu kwa mwaka mzima. Kwa hiyo naomba nitumie kikao chako hichi, Mheshimiwa Mwenyekiti, waomba sana waheshimiwa madiwani kwamba kwa nafasi zetu, hebu naomba tufanye hamasa kubwa, kwa sababu survival ya mfuko ule pia ni inategemeana na idadi ya watu wanaojiandikisha kwa ajili ya kuingia kwenye mfuko ule. Kwa hiyo naombeni sana kwamba tutumie nafasi zetu kwenye mikutano yetu kule. Sisi ndio viongozi wa ODC, tunao wenye viti ambao wako kwenye kila vijiji vyetu, kwenye kila kata. Naombeni sana kwamba hebu tuwe na mpango kabambe hata kule kwenye ngazi ya kata ya mobilization, kuhamasisha watu ili tupate watu wengi kadri inavyowezekana watakaojiunga na mfuko wa bima ya afya kwa wote, ili mtu awe na uhakika. Wakati mwingine naona watu wanakuja pale ofisini kwangu wanaomba vile vibali vya kuchangisha kwa mtu mmoja. Sasa unaweza kukuta mtu pekee anahitaji gharama za kwenda matibabu milioni 4, milioni 2. Alafu watu wanaanza kuchangisha 10,000, 10,000 haidhani sana. Kwa hiyo naombeni sana kwamba kwa pamoja kama timu, na sisi wilaya ya Mbinga wananchi wetu wana uchumi ambao sio mbaya kwa sababu ya shughuli wanazofanya za kilimo, kwenye kahawa, mahindi na mazao mengine ya kibiashara. Kwa hiyo sidhani kama wananchi wetu wanaweza kushindwa kulipa Rand150,000. Ni swala tu la kufikisha taarifa hizi na kuwa mobilize. Kwa hiyo ni waombe sana kwenye hilo. Lakini la tatu ambalo nilikuwa naomba niseme ni kuhusu swala la bajeti ya TARURA hii ambayo imewasilishwa hapa. Ni wapongeze sana kwa kweli, ingawa nilishawapongeza, lakini nataka kulisema tofauti kwamba